Clouds TV, empowering lives. 2 Chronicles. It happened after this that the people of Moab with the people of Ammon and others with them besides the Ammonite came to battle against Jehoshaphat. Then some came and told Jehoshaphat, saying, a great multitude is coming against you from beyond the sea, from Syria, and they are Hazanotama, which is En-Gedi. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord, and proclaimed a fast throughout Judah. So Judah gathered together to seek help from the Lord. And from the cities of Judah they came to seek the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Judah, Jehoshaphat akaambiwa watu wamepanga, Waamoni, watu kutoka mashariki wamejipanga, watu kutoka magharibi wamejipanga. They are coming, they were stronger. Walikuwa na nguvu na walikuwa na silaha mingi. Lakini kuna kitu kimoja ilifanyika. Jehoshaphat alipoambiwa kuna kitu kinaenda kufanyika ambayo sio mzuri, Jehoshaphat hakukimbia kwenda kupaniki, kwenda kupigana na watu, kwenda kusema mtanijua, mtaonana na mimi, kwenda kujipanga. Hapana. When he had it, alifia kidogo, lakini kuna kitu kilimuigia. Alisit, alienda kutafuta Mungu, na akaambia watu wote wapige magoti chini watafuta Mungu. That is stage number 1. When you are doing the battle, when God is doing your battle, when God is fighting for you, you don't need to lift your finger. When God is in control over your life, you don't need to rise up against anybody. You need only to surrender to God. Jehoshaphat understood and knew that the plan of God is better than his plan. He knew very well that God can do anything, can overturn any situation, can change anything that is happening within his surrounding. You don't need to rise up and to fight anybody. You don't need it kwa sababu unajiona wewe uko na muscles, wewe uko na nguvu, wewe unajua kufanya. You don't need. Only what you need is to go down and seek God. Jehoshaphat had the power. He knew God. He knew that this is God that brought us. He knew he has come from generation ya mtu anaitwa Abraham. So he knew that he can be able to do so. But unfortunately, he knew also it is God who can do your battle. He knew that without God, you cannot go far. When people rise against you, when everything seems to be coming to a dead end, you don't need to go shouting around, crying around, calling upon names. Go to God, and God will touch you. God will lift you up. Although the battle is spiritual, not physical, here you must understand that the battle might not be physical, might not be spiritual. The battle is mostly when people come to you, they come physically. But understand, any physical battle, it has a spiritual dimension. When anybody rises against you, when anything comes against you, kama ni kazini wamekuinukia, kama ni kwa biashara wamekuinukia, kama ni mzee amekuinukia, kama ni mama amekuinukia, there is always a spiritual angle towards it. And it's better you avoid the physical angle and approach the spiritual angle, because the spiritual angle got more power than the physical angle. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa watu 5 kwenye gari yangu Harrier, then that car was new, very brand new. Na tukaingia mimi na Moshalina wengine, na tukaenda baka Naivasha. Naivasha, people were armed, people had weapons, people were prepared to go to war, and we were only 5. When I reached there, I didn't pray, I didn't ask for anything. Nilipofika pale, Mungu akaniambia vita vimeisha. Because I never approached in a direction of fighting. Lakini watu wanasemaga Mogeke limwagwa Naivasha. Watu wakasema Nakuru Mogeke limwagwa. Watu walisema Mogeke limwagwa. Hakuna Mogeke limwagwa, ni Waruinge alifika na Mogeke kaonekana. God created a monster. God created something that was bigger than the imagination. Wakasema kuna maroli, kuna city hopper, zimetoka Nairobi, zingine zimetoka Meru, zingine zimetoka wapi. Wakalejini wote wajaruwa, waluya shwa. Wakasema bande Mungiki. Waluya wakasema Waruinge. Waruinge amemwakwa. Alafu the good thing again, I had a friend who was working in the army.
Na alikuwa naenda huko na chopa. Akaniambia ingia kwa chopa tutembee. Mahali tulienda kushuka Band Forest wakasema mugeke yote imemwagwa. Watu wakadisperse. So kama tungetumia nguvu tungeshindwa. Maana hatukuwa na silaha. Maana hatukuwa na weapon, hatukuwa na bunduki, hatukuwa na mishale. Lakini God magnified me and they used me as a bad image to them and they were scared. God can use anything around your life. God can use that book that you are holding. God can use that pen that you are holding. God can use whatever that is retro that you have. So do not despise that retro thing God has given you. As long as you apply the spiritual aspect of your life, you will win every battle. Wana wa Moabi walikuwa na nguvu, wana wa Amori walikuwa na nguvu. Hao watu walikuwa na maarifa na walikuwa na nguvu. Lakini Jehoshaphat alipoambiwa wao nakuja, hakung'ang'ana na wao. Alikibia akaiga kwa sababu alijua. The Bible says alistuka. Na mstuko wake haukumpeleka kuambia tendeni mtafuta silaha. Hapana. Waliwaambia twendeni tukafasi tuulize Mungu, hii vita unaielewa namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Because kila kitu ambacho kinatendeka kwa maisha yako Mungu anajua. Wale wanakuinukia Mungu anawajua. Wale wamekupagia Mungu anawajua. Wakati tulienda Moro juzi hapa nimeenda kuvuja gate 4 ambazo zimekamata Moro. Na Moro ndio destiny na ndio chanzo cha uchafu wowote katika nchi ya Kenya. Tangu siku za mkoloni. Moro Stadium hapo tulikuwa tunafanyia. Hiyo ni kaburi. Watu wamezikwa hapo wengi sana, walinyogwa. Wale wote walitoroka kutoka Central, walipelekwa huko wakanyogwa. Kuna msugu alikuwa hapo, alikuwa anaitwa Gabati. Ndiye alikuwa anachinja watu. He was the one that mandated to kill anybody. Pale Rodiani msugu mwingine alikuwa anaitwa Mr. Smith, ndio kunaitwa Mao Summit. Hapo kulikuwa na msugu mwingine wa kuchinja. Pale Kevuja kulikuwa na msugu mwingine wa kuchuga. Those were four gates. Wakati tulienda huko nilienda nikavuja ya upande ya Rodiani. Tukatoka hapo tukaingia Kevuja. Tulipofika Kevuja nikawaambia sio huko, tuingia kwa mto. Kuna mto inaitwa River Moro. Hiyo River Moro nikawaambia wasee kujeni. Tukamwaga mafuta tu kwa mto. Tulipomwaga mafuta kwa mto, moto iliwaka ikitembea hivi. Moto juu ya maji iliwaka ikitembea. Nikawaambia ogojeni mtasikia between saa 1 na saa 6 za usiku mtasikia Kenya mzima itaogea. Maana Mungu amekubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Saa 3:30 na 45 hapo stima Kenya mzima zikaenda. River Moro inapelekaga maji Lake Victoria. Pale stima inatoka. Kumbe tuliweka moto, tukaweka kiberiti na moto. Iliremuka mpaka Lake Victoria. Ikazima stima. Hata saa hii watu wa Kenya Power wanatafuta ni nini ilikuwa imezima. Sisi ndio tulisima. Kwa sababu Mungu alitaka kujidhihirisha. Wakati walimweka Yesu kwa kaburi kuliingia giza. Kwa sababu kulikuwa na mwamko mpya. Kenya the revival imeanza sasa. When God is changing you, when God is transforming you, darkness must come. Wakati Mungu anaenda kukuinua, wakati Mungu anaenda kukubadilishia maisha, darkness must come. Huyu mshari tulitengeneza pesa mingi sana na yeye. Lakini wakati Mungu aliamua sasa lazima niingie kanisani, lazima nikahubiri neno, darkness iliniingilia. Baka kuna siku moja nilikutana na mshari akanihepa tu, tusionekane na yeye. Kwa sababu venye nilikuwa nimekojikojolea. Bwana Yesu asifiwe sana. Venye nilikuwa niko mchafu. Because when God decided it is me now, handling me, dealing with me, alifuta the old register. Aliondoa the image, the previous image yote. Na wakati the previous image is removed, you are shattered to zero. You must begin afresh. You cannot contaminate your thoughts, your evil thoughts, your evil plans that are dark with the new plans of God. When God decides that he's going to lift you up, he will not lift you up with the crutches ambazo ulikuwa nazo. When God decides to bless you, he will not bless you with the filthy life that you have been living. When God decides to lift you up, he will reduce you to zero. Then he creates a new you that he is going to glorify his name. When he came to my life, I was nobody. I never thought anybody would come and sit down to me and sikilize. I never thought. Wakati niliambiwa nitahubiri, ndio maana Ng'ang'a alikuwa ananiambia nenda ukahubiri na kataa. Na mwambie si kwa sababu singeweza, lakini nilikuwa na shida ni nani atakuja kunisikiliza. Because I could not imagine that mnaweza kuja hapa. Hata saa hii naona ni kama mlikosea kukuja hapa.
Mwaririkana history yake mundu giki. Mwaririkana siku moja tulienda mahali, tulienda kuhubiri hapa Dadora. Wahubiri wote, kila mtu akachomoka kaenda. Tuliachwa peke yangu. Tukaenda Mwara mazishi kwa kina mtu fulani. Tukaenda Mwara mazishi. Waliposikia nani atahubiri, Lidora Waruinge. Wote wahubiri kutoka Nairobi waliingia kwa gari, wakaingia. Niliwachiwa mazishi peke yangu. Sasa mimi sijui kuzika Mkapa. Na Wakapa wanasikagwa na style. Mimi nikaenda kusema watu, sasa tuende huko, najua tumezoea kukula, tumezoea kuzika tunakula. Wakapa wamezoea kukula kwanza wazike. Mimi wakati nilitagasa sasa tuende, mteli oshoke teli, mohu oshoke mohu. Niliona kila mtu ameniangalia hivi. Wakauliza, naku nijau githuku. Wakaulizana, mlileta Mkikuyu kuja kufanya nini hapa? Nikaona mabati imekuja, kaburi imewekelewa mabati. Watu nikaona masahani na masufuria zikiteremuka. Watu wote niliwaona. Unajua huko tumezoea adwa Nairobi baada ya masiji. Adwa Nairobi mafagera ini mwene oyo. Nao ageni aito madwa nyoba maikare mwene oyo. Nao adwa aito rale mwetere ageni mabe marie. Bwana Yesu asifiwe sana. So mimi I was waiting. Mimi nilikuwa nafikiria mpako ni hiyo. Maana wale ambao wangeniokosa wameenda, wameambiwa ni mogeke inahubiria watu. Na sisi zamani ago 2 years ago, kwani ni 2 years ago. 2 years ago. Watu wote waliniwacha. Niliwachwa kama nimesimama kama kisiki. Lakini Mungu alinipatia neno na nikahubiri. Nikilijika kamua paka narusha mguu hivi. Na sasa watu walikuwa wananiangalia wakasimama. Kumbe wenye wanasimama wanafanya hivi. Kumbe mimi nafikiria ni neno linasikia. Kumbe walikuwa nasikia huyo mtu wa mogeke anakaaje. So when God decides to do your battle, you resign from your own self. You resign from your plans. You resign from your agendas. Because your agenda will not work. God will guide your steps. God will guide your moves. God will guide every move you make. Once you allow God to make every move in your life, then everything will work in a positive way. Because in the plan of God, you succeed. In the plan of God, you win every battle. In the plan of God, you become. We are all vessels. These vessels must work in the plan of God. Allow every move that you make in your life to become a positive move. Akubarisha Mungu akutawale. Kubarisha Mungu atembee na wewe. Kubarisha Mungu akuwe ni yeye. You are not going to lose any battle. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nikienda Naivasha sikuwa nafikiria ninaenda kufanya hivyo. Mpaka wakati nilifika huko Mungu akanitumia kama chombo. Na hiyo ndio imekuwa desturi yangu ya maisha yangu. Nikienda mahali, hata nikikuja leo asubuhi, sikuwa najua nitahubiri nini. Wakati nimefika hapa Mungu akaniambia, leo naambia watu wanitegemee mimi. It is God's battle. Nikaambia. Kwa hivyo akaniambia ametuma watu ambao wanahangaika. Ametuma watu ambao wameenda kwa waganga, ametuma watu wameenda kwa wachawi, ametuma watu wameenda kwa manabii, ametuma watu hapa ambao wamekata tamaa. Wameshindwa, what next? I've tried all. What next? Many people here, you have resigned. Your businesses are not working. Your ministry is not working. Your family has rejected you. People are not walking around with you. Now, pia umefika clearly. Umeona kweli huyu Mungu amenichukia. Kuna mahali mtu mwingine nilikuwa namhubiria, akaniambia sasa huyo Mungu ananiambia nimemuomba, nimefanya kila kitu, tithe nimetoa, bego nimetoa, sacrifice nimetoa. What do you need? Ni mtu wako Tanzania anaogojea visa. Nikamwambia sasa what you need to do. Nikamwambia you need to sacrifice. Anything that you do in this life, life is spiritual. We do sacrifices. We do over sacrifices. Akaniuliza, must I bribe God to do something for me? Sasa mimi nitamwambiaje? Akanikumbusha, akaniambia miaka yake yote amekuwa kitaithi. Miaka yake yote amekuwa kitoa fungu la 10 na masadaka na kila kitu. I've been so faithful to the church. Now why must I bribe God to help me? Hata wewe si utaanza kulisten. Kama umefanya hizo maneno zote hujakosea, umekuwa faithful kanisani, umekuwa very obedient, mwalimu mtoto obedient kanisani. Now when you need God, he's not available for you. Utajibu aje? Aliniuliza swali tu, must I? Ni lazima nimhoge Mungu. Siache hiyo Mungu akae.
Sasa mimi nikajaa. Kumbe Mungu akaniambia alitaka huyo mtu afike mwisho, maana aliniambia mimi nimefika mwisho. For God to bless you, your personal experience, your personal plans, your personal agenda, your personal education and knowledge must come to an end for God to begin with you. Sasa yeye anafanya na UN, na UN yake yote ili crash. It didn't work for her. Ilibidi anipigie, na mimi nikamwambia hivyo. Aliponiambia hiyo ingine, mimi nikanyamaza, nikafuga simu, nikasema wewe Mungu shughulika na mtu ni wako huyo. Igekwera ati kama umefika mwisho. Nikamwachana na nikamwachanisha na Mungu. Amenipigia simu akaniambia alipatiwa visa. Na ananiambia I thank God. Aliniambia I thank God, finally I got it. Nikamuuliza which God? Yule uliachanisha ama Mungu mwingine ulipata? I discovered God needed for me to come to the end so that he can walk with me. God will wait until your end comes. God will wait. Lazima atakugoja. Hiyo education yako mingi, na hiyo kisugu yako mingi, na hiyo elimu yako, na hiyo theology yako, na hiyo maplani zako unajua kuchora, atafikisha mwisho. Na atakapofikisha mwisho ndio ataanzana na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. So don't worry on the situation you are in. Maybe you have gone to seek your brother. Maybe you have gone to seek your sister. Maybe you have gone to seek your father. Maybe you have gone to seek a neighbor to help you. But nobody is there to help you. Nobody is there to walk with you. Hakuna mtu, wote wamekutoroka. Wote hawataki story zako. Unapigia mtu na unajua ako nazo, anakuambia dakoro datumoreu. Unapigia mwingine dakoro na wajiko itoria umoha damunegera 500 na ulikuwa unataka shilingi 20,000 peke yake. Ukienda kwa anko anakuambia dakoro na riditi dakoro darihira ciana cia mwaniki thukuru ciana 3 ndacira 500 na ulikuwa unataka kifao. Unaenda kwa neighbor anakuambia nimelipa tu, hata nimelipa extra. Saa hii ndio umekuta nimelipa rent, nalipaga miezi 6. Hallelujah. Sasa unaanza kujiuliza huyu Mungu ni Mungu aina gani? Ni Mungu mgani huyu ajui na anioni mambo ambayo napitia? Ni Mungu gani huyu ajui na haoni ati kwamba nilikuwa nahitaji 20,000? Na saa hiyo simu ukienda kuangalia huyu alikuwa akiongea na ago, kasimu kanakuja ka message kanasambia I've locked your house. Sasa unapigia pastor yule kule unakujaga apostle mwathani agocwo ndio hoi no ti kwega. Mwathani agocwo ringi ti kwega apostle niki ni maundu maria ndiragerera no Ngai uwi ni ndirahoya tu wario kiugo kimwe o kimwe tu na Ngai ni njui ni egukuigwa ni egwika undu kiugo kiu nikio Ngai egwetereire ukinye hau. He was waiting for that, the end of you, so that he can generate a beginning of you. For every success story, you must have a beginning. And this beginning must be founded on the ground of God. Not on a sinking sand, but on a solid rock. That the solid rock is God. He is the only one who will create. The end of you is the beginning of God. So appreciate when you are down. Ukienda umefika mwisho, huyu mzee ambaye tumesaidia hapa, he never dreamed atakuja kusaidiwa. He never dreamed that anybody can feel him or can see him. But God had a plan. Bwana Yesu asifiwe sana. I tried, nilikuwa nimekaa hapa nikijaribu kuomba nafungulishwa macho na ambiwa angalia kiatu. Na uangalie kiatu yako, angalia kasuti kako, na uangalie huyu mzee. Hii nguo yake ukiona imekaa ni kama imepakwa rami. Na si rami na hafanyagi kwa construction, ni chafu. Meaning hii nguo imekaa several years. So now tunamwambia kaoge, anasema hapana, sikuwa na mpango ya kuoga. Sasa ananiambia hawezi kuoga na maji baridi, meaning na hana jiko na hana sufuria, anataka kukula kwa mkahawa. Sasa meaning anaogaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamwambia sasa lazima uhame, anasema nie kulikana na ria hiana ku nita gutumoda tumeto ne Ngai aho tumeto ikare maisha maya.
So this is a kind of person you must remove him by power, by force, by authority. You must pluck him. Lazima uondoe hiyo tatizo uko nayo, hiyo mashida uko nayo. It is by fire. It is by fire that has to come down. Any authority against your life, by fire has to come down. Any power against your life, it is by fire has to come down. Lazima uwa disorganize. Lazima uwa discourage. Lazima make sure that you have come out of the chains that are put in you. You are not supposed to be like that. Huyu mzee amekaa kwenye shida mpaka he believes that is my life. Some of you are in the problems mpaka they believe that is how you should be handled. That is how you should be living. No, God has a reason. God has a good plan. When Jehoshaphat was told about the impending attack, he panicked, yes, but he went to the Lord. The first thing we are being taught here, let's learn tukimbie kwa Mungu. Tuanze kujipiga kifua. Tuache kujipeleka mbele. Tuache kujipigania vita. Vita si vyetu. Alienda kwa nyumba ya Mungu. Na alipoingia nyumba ya Mungu, they sought God. Wakauliza Mungu. Kumbuka wakati huo Jehoshaphat alipoambia Mungu aje, si ni wewe ulitulete hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you go back to God, you are reminded of a history between you and God. Because between you and God there is a history. Kuna karogano yako na Mungu. Mahali amekutoa, venye ulisaliwa, kule umelelewa, you are toddler. Kuna wakati ulikuwa unakula baka mafi yako, lakini haukukufa. Kuna wakati ulikuwa unaaguka lakini haukukufa. Kuna wakati uliwazwa kwa nyumba, haukukufa. Kuna wakati ulishikwa na measles, lakini measles haikukuua. Kuna wakati ulipatwa na ugonjwa lakini haikukufa. Lakini sasa Mungu anakuremind wakati umefika mwisho. Huyo Mungu anakukumbusha ka history. Unaanza kurudi nyuma. Unaanza kuona how you were when you were a small boy. Who protected you? Who guided you? Nani alikushikilia when you were a small boy? Wakati ulikuwa kitoto kidogo, nani alikushikilia? Wakati haukujipatia chakula, nani alikupatia hiyo chakula? Wakati hii matiti unaona ya mama, new manufactured tuko hii inaitwaje? Inaitwa moromiliki iko hapa. Nani alimanufacture ndio unyonye? Wewe nani alikufundisha? Ani no akuonilie nyonyo ici nishumaga iria. Nani alikufundisha? Na umetoka tu kwa tumbo ya mama hivi na umechomoka na amekuwekelea tu hapa na ukaanza. Nani you begin a story with God. You begin a backward story where God has brought you from, where God has made you to be. I never thought I would be this person. I never thought I would be this position. But God had a plan for you, and a good plan for that matter. A plan to make me big, not to destroy me. Bwana Yesu asifiwe sana. That is when you come to the end. When you remind yourself of your God, unajikumbusha kwamba kuna Mungu. Na ukikumbuka kuna Mungu, kutoka hapo ndio unaanza ka story. Ndio unaanza ka plan, unajiuliza huyu Mungu. Jehoshaphat akamwambia Mungu, si ni wewe ulitulete? Si ni wewe ulikataza tupigane na hawa wa Moabi? Si tulikuwa na nguvu na tulikuwa in a position ya kumaliza hawa watu, ukatuambia tusiwaguse? Wewe gai. Wewe wagiririe tuhore andu aya. Wetu tiare na hinya na netwale na mfango. We Ngai, wetu waririe. Si wewe ndio uliongea na rafiki yako Abraham ukamulete hapa kwa sababu ya kizazi chake? You are afraid Abraham. Wewe si ndio ulimulete hapa ukatuambia tukuje hapa, na tumekuja hapa because of you afraid. Sasa Mungu waugatodhire. Si ni wewe ulituambia tukujengee nyumba, ati tukipata shida kama hii tunakuja kwa nyumba yako? Mwadhani waugatodhire. You just fix God. Unamweka kwa kakona. God ukimweka kwa kakona umempiga kabari hivi. Unamshika kabisa. Ukimweka kabari unamwambia remember your promises. Every time you are down, remind God of his promises. Every time you feel that you are not succeeding, remind God of his promises. He promised you, he said he will never forsake you, nor will he leave you. Akakwambia hata kama utakuwa kwenye the shadow of the valley of darkness of death, he will be there with you. Bwana Yesu asifiwe sana. He will not let you down. He will not let you die. This God is a faithful God. He's a God that lifts you up. He's a God that turns around who you are. He's a God that makes you become great again. Tukikuwa na Don wakati tulikuwa tumefungua kanisa fake. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kule down home tulikuwa tunahubiri lakini tunaenda kukamata chang'aa. We never knew at one time tutakuja kuhubiri hivi. I never knew that one time nitakuwa kwenye nyumba kama hii. It was not in my plan. Last year mwezi wa 6, I never thought I will be having a bigger church like this one. I had opened a small church. This ndio ilikuwa congregation yetu hii yote. Because I was doing it not for me, not for even God. I was doing it because of Harrison Nganga. Harrison alikuwa amenisukuma kila wakati ananipigia simu, "Noahi golile kanitha." Namwambia kanitha tu yakwe kuhigura. Tunakaa kidogo, ona ne turagolile mashini iye. Wage na kahinda ukiogerera guku kioyaga. Sasa akanisukuma mpaka nikabidi niende nichukue ndio simu zikatike. Nikaenda nikachukua. Nilipochukua nilienda Gong, baa fulani hapo inaitwa Heritage. Nikazipatiana huko. Ndio nisikunywe pombe pole. Sasa nilisema msinipatie pesa yote. Ndio kanywa mshufa wa Hennessy ne girithano. Ndio sio kanywa girithano. Ndio cialisia 1.7. Mpaka sasa hivi wako na deni. Sijaendea. So when God has decided, when God loves you, when you surrender to God, you just only need to remind God the goodness of God. This goodness of God will take you far. Jehoshaphat reminded God, "Sini wewe." Just remind for that bad situation that you are in. Wewe umeachwa na Bwana, don't go fighting for that Bwana. Just remind God, wewe ndio uliniahidi nitakuwa na mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama umewachwa na mke, wewe uliza Mungu, acha na kwenda kungangania, acha kwenda huko kwao, kwenda kubutafuta wewe hidagana au mayo ya ine. No, stop that. Just remind God. You said you will never forsake me. No, you will never leave me. That you gave me this wife. And anasema whoever findeth what? Just remind God that I had findeth a wife. So this was not a good thing. God, tell me God, was this a good thing or a bad thing? Because everything that you find it must be good. God does not add sorrow, but add what? The blessings. The blessing. God is not a God that brings sorrow or pain. He brings the blessings. He brings favor. He brings his glory upon your life. So whatever that is happening in you must coincide with the love of God. Bwana Yesu asifiwe sana. So don't worry of what is happening now. After that, Jehoshaphat alipomwambia Mungu, aliambia watu turudi kwa kanisa. Nimemustaki. You prosecute your case. That is whatever Jehoshaphat did, he prosecuted his case. That is how a Christian you need to understand, to prosecute your case. He took his case to God. He reminded God, "Are you not the one that gave me this? Whatever that you have, no matter how big or little it is, don't worry about it. Well, what you need to tell God, you are the one that gave me this. The clothes I'm wearing, I did not steal it. You gave it to me. The family I am in, you are the one who founded me in this family. You had a reason. Ulikuwa na mipango mizuri. Wewe ndio uliniambia uko na mipango mizuri juu ya maisha yangu." That is prosecuting your case. Wewe si ni wewe, akamkumbusha. Wewe si ni wewe rafiki ya Abrahamu. Na wewe si ndio uliambia Abrahamu, kizazi chako hakitateseka. That is prosecuting. Prosecute your case. Stop murmuring. Stop complaining. Stop making noises. Just prosecute your case. He is there. He is seated on the seat of the throne. Amekalia hapo anakugojea. Take your case to him. Remind him of the promises. Tell him of the promises of hope. Promises of desire. Promises of lifting up. Tell him about the promises. Wamekunyaganya pesa yako, wamekunyaganya shamba yako. Do not be worried. Don't be worried. Bwana yako ametoroka, biashara imeanguka, huduma haifanyi vizuri. Don't be worried. God knows. Anajua, anahitaji tu usurrender to him. Anahitaji tu uagwede kwa magoti, because he will never share his glory with you. He will never share his plan with you. He wants his plan to work. Anataka yeye mwenyewe, his plan alone to work. And Jehoshaphat prosecute his case. The moment he prosecuted his case, a prophet of God was sent. Is it the name of Jezeel? The prophet was sent. And when the prophet was sent, he came with a message of heaven. When you prosecute your case and you are hard, God will send his messenger to come and give good news to you, to come and give you direction, to come and give you unafaa kwenda namna gani. So do not fight
might. Don't feel that you have the power, you have the capacity. Usione ni kama sasa wewe ni barubaru, wewe una uwezo, wewe unakwenda. Hapana, surrender to him. He owns you. Yeye ndio mwenye wewe. Na akisema leo usimu unasimwa, akisema uendelee unaendelea, akisema utafaulu utafaulu, akisema wakati wako kufaulu. Watu wengine wanakujaga hapa wanataka deliverance, watu wengine wanakuja na 10%, wengine wanakuja na sacrifice, wanataka immediate sacrifice ifanye kazi. I want to tell you today, ukiekelea sacrifice yako hapa, wewe potea na miguu yako miwili ama minne kama utaweza. Enda tu. Hiyo ingine wachia Mungu. You have prosecuted your case. Just go and wait for the judgment. Maybe you are number 1000. We are baraka nini yako kuachiliwa. Michael kulete mzigo yako, Gabriel kulete mzigo yako. Uko number 1000 na unataka laini irukwe ukuje upatiwe saizi. Haiwezi. Weenda. Once you have done it, release that faith. Inua imani yako. Weenda ukarare. Enda ukamkoje Mungu. Huyu Mungu hadaganyi. Huyu Mungu hafanya hakuragi rushwa. Huyu Mungu hana mipango ingine kado. Anajua akisema nitakubariki, atakubariki. Na atakuinua. Na atakubadilishia. Akisema atakupatia jina mpya, atakupatia. Akisema atakubadilishia ile mambo yote ambayo umekuwa ukipitia kwako. So don't follow what you have given. Don't follow kama ulitoa pesa za kusaidia mtu kama huyo mzee tumesaidia. Don't even want to know kama alisaidika ama hakusaidika. Ulitimiza kazi ya Mungu, achana na hiyo ingine. Kuna wengine wanatoaga hapa sadaka mpaka wanakuja kujua. Anasema nimetoa shilingi 5000 ya kuosha kanisa. Anakuja Friday jioni ama Saturday kujifanya apostle kwa. Na si apostle anataka ni kuangalia kama kumeoshwa. Hey. So you are the one who washes this church. Anaangalia. Anaenda anasema ku onogeni ana pesa ya kunokolewa ile yago. Itiruta wira. Wacha nikwambie, tigana na pesa. Waheana. Just leave it, go. It is not your problem to know how it's going to be used. It is not your plan to know how it is going to happen. Leave it. God knows. When God instructed you to bring here, he also knew me can eat. So he knows how to judge me. He knows how to handle me. Drop what you are dropping, go. He was testing you. The Bible, in the book of Genesis 22, the Bible says, and after all these things, God tested Abraham. So whatever you are bringing to this church, it is a test. It is not supposed to be followed. It is a test. You don't go coming through ukiona nimevaa suti mpya unasema naona pesa sitani kwa lalia. Nitavaa na nivae ingine. Na nikwambie si wewe sio wa mwisho kuniletea, bado nitaletewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Do not let God do his battle. Let God do your battle. These battles are not yours. Jehoshaphat, after he went to the church, after he went to the temple like this one, and they told God, you told us, ulituambia tukikuja hapa tutabarikiwa. Ulituambia yote mwenye atakuja kwa hii nyumba atapata kibali chako. Yote atakuja inue mikono yake hapa juu, aseme nimekuja kwako, utapata. Sisi tumekuja. The way you said, they prosecuted his case. They prosecuted their case to God and told God, reminded God of his promises. Venye aliwaambia, akalimaidi Mungu, wakalimaidi Mungu, wakamlimaidi vitu zote. Nao wakaenda wakajua, we rest our case to you. Wakikuyu wa zamani walikuwa kwa maumau walisemaje? Tukishida ni wewe umeshida. Twahoto ni wewe wahoto. No twahotana ni wewe wahotana. Na tutikea baralia. You surrender. These things are not yours. This battle is not yours. Leave it. If people have risen against you, don't even open your mouth. Don't lift your finger. If they have planned against you, if they have said hautakaa kwa hii boma kwa sababu bwana yako alikufa, don't even lift a finger. Let God do the battle for you. Let God do the winning for you. He knows how to do it. He is the one who had brought you. He has a good plan. Alipanga, master, he's a master planner. He knows your today. He knows your tomorrow. He knows your day after tomorrow. Leave them that they are attacking you. Could be their vessels used to push you to your destiny. Maybe you are in the wrong place and you have to be removed. Maybe ulipatana na kijamaa kingine ambacho sio kiako, na kijamaa kiako ndio kio hiki kinahubiri hapa, na akijapata mtu kinaendelea kulialia hapa kikiambia Mungu kawali ganeiro nenie, na kumbe wewe uko kwingine. Lazima uvurugwe, utakufukuzwa huko mpaka uletwe hapa na shida mingi sana. Kikuja hapa nikuhurumie, nikwambie wewe unataka kuogaka.
Kajagwa Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. In verse number 15, and he said, listen, all you Judah, and the inhabitants of Jerusalem, and you King Jehoshaphat, thus says the Lord to you, do not be afraid, nor be dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Hallelujah. So the people, all the people who want to fight you, wale ambao vita ambavyo vimekuinukia, they are not just small vita. Sio watu wachache wako na nguvu. Vita zozote zikiinuka hazikuangi vita vidogo, vinavikuaka vita vikubwa. Vita vina uwezo kukuliko. Vita vina uwezo. Maadui wako wote wako na uwezo. Katika kitabu cha Deuteronomy 7 inasema, wakati utakuja nitakushindania kutokana na nguvu za mataifa 7 zilizo na nguvu kubwa kuliko wewe. So it is God that wins the battle. Ati hii vita ambavyo nakupigania, ninakupigania kutokana na mataifa yaliyo na nguvu mara 7 kuliko yako. And when I will defeat them and destroy them, I shall hand them over to you. So wait for handing over. Don't go fighting. Your role is to be handed. The God will hand them over to you. Hata kupokeza hao maadui. Na anasema hapo Deuteronomy 7 mstari wa 3 na 4 hapo anasema, and I hand them over to you, you shall utterly destroy them. So your plan, your role is not to go fight them. Your role is not go try to fight anybody. Your role is to wait until God hands them over to you. So your enemies are going to be handed over to you. All the people who fight against you, they are going to be handed over to you. Maadui wako wataletwa mikononi mwako. Waliokusaga wataletwa mikononi mwako. Waliokulawiti wataletwa mikononi mwako. Waliocheza chera kulingana maisha yako wataletwa mikononi mwako. They will be brought. You don't need to go and struggle. You don't need to go and start now abusing ati niokonya na niokombona. Utapigana, utajua mimi ni nani. Yes, when you began to say that utajua mimi ni nani, God will move away from you. And when he moves away from you, you are destroyed. Praise be the name of God. You must stick to the principles of the kingdom of heaven. You must stick to God. You must wait for the positioning. Position yourself. When Jehoshaphat was told of this, he was told that these people are mighty. Hawa watu wako na nguvu, wako na uwezo, wako na mamlaka, watakushinda ukienda kupigana, watakulemea ukienda kupigana. But God akamwambia, do not be afraid. Usiogope. Usiogope wala usifadhaike, maana mimi ndio nitapigana hizi vita, sio zako. Kwa hivyo don't go fighting. Don't even lift up a finger. Usiinue mikono yako, usiinue miguu yako, usiinue pesa zako because you have money that you think your money can battle for you. Your money will not do any battle. Your money will be consumed. Watakula pesa yako, watamaliza na utabaki kwenye vita. Surrender, because maadui wanaopigana na wao they are spiritual, they are not physical. You cannot see them. You don't know how many they are. You don't know how powerful they are. You don't know their dimension. You don't know how they move the house, which kind of a speed they can use. Hujui wanatumia silaha gani. Bwana Yesu asifiwe sana. You surrender. Wakiingia kwa YouTube kuharibu jina yako, don't even touch. Just relax. Relax. Do not be afraid of them. Do not be, hata usifikirie kuwahusu. Wewe nenda fuata Mungu wako. Endelea kumsifu Mungu. Mkumbusha Mungu, uliniambia sitaweza kushindwa maana uko pamoja na mimi. Just remind God of the promises. The day you remind and you keep your promises to God, God will lift you up. God will do the battle because God is a God who keeps promises. And he kept a promise for you. He told that he's going to make you better. He told you, alisema atainua biashara yako. Yeye ndiye alikwambia nimekufungulia milango. Yeye ndiye alikwambia utakuwa nabii. Yeye ndiye alikwambia utakuwa mfalme. Yeye ndiye alikwambia utashinda. Yeye ndiye alikwambia utafanya. He told you. So God is a promise keeper. And when he keeps the promises, he will keep the promise to the end. He will fulfill his promises. He will make it come to happen. He will make you succeed. You will never fail in the hands of man. When you are with God, you will never fail in the hands of man. Man will come. Watakuja na nguvu, wako na uwezo, wako na plan, wako na pesa, wako na bunduki. Lakini when you seek to God, God will do the battle for you. And you never lose any single battle. Huyu Mungu anasema
wewe unyenyekee tu, uende kwake na kumwabudu. Just abudu Mungu, maadui watasambaratika. Muabudu Mungu, Mungu atakuinua. He will win every battle that is in front of you. You are not going to lose. Unaweza kuwa wewe ni yatima, unaweza kuwa wewe ni mjane, unaweza kuwa wewe kazi hauna, unaweza kuwa hakuna kitu ambacho kimefanyika katika maisha yako. But one thing I want to promise you today ni ya kwamba just lift up your voice. Inua kinywa chako, muabudu Mungu. Mwambie unastahili Mungu, unastahili kuabudiwa, unastahili kuinuliwa. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Hakuna Mungu aliye na uwezo kuliko wako. Mwambie tu una uwezo. Mwambie wewe ndio ulishinda vita vya watu wa zamani. Wewe ndio ulimpigania Musa. Mwambie wewe ndio ulimpigania Elisha wakati alikuwa ameinukiwa na manabii wa Baal. Wewe ndio ulimsaidia wakati Musa alikuwa katikati ya matatizo. Wewe ndio ulimsaidia. Just remind God of what he has done to men. Remind him when ulikuwa katoto kadogo, yeye ndiye alikulea, yeye ndiye alikuinua, yeye ndiye alikubariki, yeye ndiye alikupatia ufunuo, yeye ndiye alikupatia mambo ambayo uko nayo. You are alive because of him. You are not alive because of your education. Uko hai sasa because he loves you. Yuko hai kwa sababu alisema unastahili kuendelea kuishi. Anakupatia uhai tu, anakupatia hewa, anakupatia oxygen, unavuta tu oxygen. Na hakulipishi. Juzi hapa wakati wa corona tuliona oxygen ikiitishwa milioni 2. And that is the time I realized we are not here because we are so good. We are here because of mercy of God. When I saw friends of mine dying because of oxygen. Oxygen that you pick for free. Oxygen ambayo tunachomanga makaratasi ya Nairobi kuiharibu tu kwa sababu ni mingi. Lakini wakati ilifika ikakuwa a precious item that all we needed. Kila mtu akavaa mask. Kila mtu akaambiwa ajifungie kwa nyumba. Maduka zote zikafungwa, magari zikafungwa because of that precious item, oxygen, that we get for free. Kumbe it is so expensive to get it. Kumbe it is so expensive. Only God anakupenda tu hivyo. Hakupendi kwa sababu unastahili kupendwa. Hakupendi kwa sababu wewe ni mtu wa maana. Hakupendi kwa sababu wewe uko na akili mingi. Anakupenda just for the sake of loving, because umeumbwa kwa mfano yake. You surrender to him. He lifts you. He loves you. He will conquer. He will win every battle that they have placed against your life. He will conquer. He will conquer them. He will destroy all the enemies. He will bring them down. Usijari, don't even fight. Don't even argue. Don't even move towards a direction ati utaniona mimi. No, don't shout at people. Don't make it. Surrender to him. He only knows why he has kept you to this time. He knows why he has kept you to this level. In verse number 20, so they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And as they went out, Jehoshaphat stood and said, hear me, O Judah, you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you will be established. Believe in his prophets, and you shall prosper. Hallelujah. Just believe in God, and you are going to be established. You are going to be established. Utawekwa, utainuliwa kwenye foundation ambao ni strong. He will establish you on a solid rock, not on a sinking sand. On a what? A solid rock. And no weapon fashioned against you will prosper. When the hand of God is on you, they will be scattered. They will come in one direction and they will be split into several directions. They will not be able to touch you, because the foundation ambao amekuweka is a solid rock, not a sinking sand. Prosperity is associated with your prophet. Believe in your prophet. What your prophet? Believe in him. I was doing my study na nikakuta watu wote duniani wale wamefaulu, uende kwa Wahindi, they believe in a prophet. Buddhists, they believe in somebody called Kapila verse 2. Wanamwamini na wanasema kila kitu waliwaambia. They believe in him. The Mohammedans, that's the Muslims, they believe in Muhammad, and they believe in anything. Whatever they do here in this country, they do as part of the prescription of Muhammad. They don't deviate. Wanafuata mtume Muhammad na wanafanya kulingana na mtume Muhammad alisema. Wanajua elimu ya kidini ni muhimu. Wanajua kusoma kutoka class 1. Mtoto akianza kuandika anapelekwa ndani ya madrasa, anafundishwa elimu
ya dini. Anafundishwa maelezo, anafundishwa Qur'an takatifu, anafundishwa kila kitu. Analelewa kwenye msingi wa kinabii. That is why they prosper according to the prophetic grounding that is in them. We Christian, we are just fake. We are just jumping up and down. We don't have a particular prophet. We call Jesus, we don't understand. We call Jesus, we don't know. We are moving up and down, we don't understand anything. And that is why all our territories have been taken away. All our territories. Now we have become, tumeandikwa. Nilienda hapa Australia juzi nikakuta mama pasha anahubiriki viwete macho inafukuka ya watu. Anahubiri akisema unaona watu wote wameanguka wamepona. Watu wanasema wanatoa testimonies. Nilikuwa ninaumwa na hapa nimepona. Hapa nilikuwa naumwa nimepona. Nikaenda hapa Australia nilimkuta amepaga laini. Paga laini nikamuuliza nini modo wa gai. Twaleta laini nigetheri turagura. Kuchukulia ile getheri si getheri. Kumbe ni maharagwe na supu. Maharagwe mingi na chapati inaitwa chapati. Chapati ukiifanya hivi unaona the next person yako pande ule mwingine. Nikamuuliza sasa hii mnapatiwa mnanunua cash? Akaniambia hatuwezi kuafford kununua cash. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaandikwa kwa kitabu tutalipa Friday tukilipwa salary. Nikamuuliza mwenye kabuni yako wapi? Ndio huyu ametoka. Kumbe mwenye kabuni alikuwa pale kwa mkeka akifanya rahu akubali kotokoro boso. Rahu akubali kotokoro boso. Akafanya mara tano peke yake. Akaingia kwa Mercedes yake. Tulikutana naye hapo Serena akiitisha sahani moja ya 6,000 shillings. Nikarudi pale kuangalia ile chakula walikula. Wote factory mzima ya Wakristo ambao walikuwa wamepaga laini hapo. Factory mzima iko na watu 800 na walikula chakula ya shilingi 3,000. Watu 800. Yeye peke yake alikula shilingi 6,000. Na alikuwa amebeba watu kama 8 wakaenda business lunch akapatia na kadi. Yeye alipatia na kadi kalipo cash na wale walipaga laini wameandikwa kwa kitabu ya mathematics. That is when you know you lost your God. That is when you know you lost your glory. That is when you know you are no longer that precious child of God. At what time mtoto wa maid alikula vizuri kuliko mtoto wa mama? Hallelujah. Hallelujah. Well, what you know is fighting each other. Or what you know is spiritual witchcraft. Or what you know it is that you want to bring me down because you don't think I deserve to be standing. That is all what you know. Those people, they are together. They have taken all the businesses in Nairobi. They have taken all the business. Ukienda UK alone, wacha Nairobi peke yake. Mnajua mnafikiria kama Nairobi. All the major cities of UK zinaongozwa na mamea ambao ni Muslim. Baka prime minister ni Mkenya lakini yako huko ni Muslim. Aliweka ng'ombe mbele. Ng'ombe peke yake hivi. Akaiabudu akasema rahu. Akakuwa. Kumbuka before him kulifanyika prime minister karibu 3. Huyu anakuja anakaa wiki mbili anafukuzwa. Huyu anakuja anakaa wiki mbili huyu mwingine anafukuzwa. But when he came with his cow, akainua madhabahu ya ng'ombe inamulida mpaka sasa. What about you are worshiping God? Wewe ambao unamwabudu Mungu. Where can you go? How far can you go with your God? That man anaabudu ng'ombe. Yule mzee alienda huko na ng'ombe. Na yuko sasa ni prime minister. Na ile kelele ulikuwa unasikia argument mingi ati prime minister amefanya mistake, huyu prime minister amefanya hivi. It is no longer because alitumia madhabahu aka silence all the mouths. Midomo yote ikazimwa. Na wakasema huyo niwe tu kwenda. Hapa Nairobi igalia Kenya wa Kristo jameni. Mumecholewa. When I was a Muslim because I was one. Nilikuwa kwenye Abuja na wakati walikuwa nafanya mikataba ile to Abuja Declaration. I heard them say Kenya is very important for them. Until they capture Kenya, that is when they will come and know indeed they have captured Africa. Kenya is the pillar of Africa. Kenya is the beacon of Africa. And they said and they had a plan, a 40-year plan, how to capture Kenya. They have captured now. They came with increasing their population, they have increased. Wakakuja wakachukua mabiashara, they have wamechukua. Sasa wamechukua power. Bwana Yesu asifiwe sana. The Minister for Defense ni wao. Intelligence man ni wao. Investigation officer ni wao. Chief Advisor, Economic Chief Advisor ni wao. Tell me, mtafanya nini? Wakristo, wao ndio wamefungua kitabu ya kuchukusa makanisa. Wao ndio wamefungua kitabu ya kuchukusa nini? Makanisa.
Next time utasikia lazima useme unaenda kufanya nini kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. It's so painful to see that our faith has been downloaded. It's very painful to see that now your voice is going to be limited. It's so painful that now you are not going to be allowed to worship in a manner that you think you are supposed to worship. It is so painful because they are going to draw the plan for you how you are going to worship. Them mtoto wa maid atakuplania venye utaomba Mungu. Atakwambia venye utakuwa ukiomba Mungu. Atakwambia masaa na atakwambia when and where. I want you to think twice. To think and see where we are headed. As you pray for this country, kutoka leo, tarehe ngapi? Pray for this country. All through mpaka tarehe 15. Pray for the security of this country. So they rose early in the morning and went out in verse number 22. Now when they began to sing and to praise, the Lord set ambushes against the people of Ammon, the people of Moab, and the people of Mount Seir. God will set ambushes when you worship this God. When you decide God to do your battle, God will set ambushes against your enemies. You don't need to go fighting. Hauhitaji kupigana. Unahitaji kumwabudu Mungu. Unahitaji just to worship God. Just to praise God. Uifungue kinywa chako, umwabudu, umwambie God, here I am. God, here I am. Wakati Abraham aliitwa na Mungu akaambia Abraham, akaambia Mungu, here I am God. Akaambia take your son, your only son, the son that you love. Take him to Mount Moriah, in one of the mountains where I will show you, and offer him a sacrifice, a burnt sacrifice for that matter. This God is asking you, just worship him. Just worship him. He will do the next. He will do the rest. He will not do it. You are not going to fight. You are not supposed to lift anything. Haustahili kuinuka ati kupanga vita. Hapana. He never told them to go and plan. He told them to worship him. And they started singing. Na wakaanza kusema, oh hallelujah, praise the name of Jesus. Hallelujah. Wakaimba nyimbo za sifa. Na walipoanza kuimba nyimbo za sifa, maadui wa Moabi, wa Amoni na watu wa Mount Seir walianza kupigana, wakaanza kuuana wao wenyewe kwa wenyewe. Maadui wako watapigana kwa sababu ya kumwabudu Mungu. Maadui watamalizana utakapomwabudu Mungu. Maadui watauana utakapomwabudu Mungu. They will fight one another. They will bring themselves down. Wewe kazi yako utaenda kuokota kile waliwacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha kujipatia kazi ambayo sio yako. Wacha kujipatia vita ambazo sio vyako. Biblia inasema vita si vyako. Barati yako, barani yagai. Atwasho maho moraganire kuragana. Maginya wa mwisho alijipiga kisu akakufa, maana alijua amebaki peke yake. And God sent Jehoshaphat na watu wake akawaambia, go there, okota mali. Waliokota siku 3 mpaka wakashindwa, wakaachana zingine. Kumbe kama wangechukua vita tuende wakapigane, wangechoka bure. They could have wasted their time for nothing. Don't waste that precious time. Use that good time that you have to worship God. Use that precious time you have. Worship him. Don't go fighting your neighbors. Don't go fighting your sister. Don't go fighting your brother. Don't go fighting that person who stole anything from you. Let it go. Let it go. You must understand, in every spiritual battle, once you win point 1, there is another level for you waiting for you. It is a process that you have to conquer. It's a process that you have to win. Hizi vita lazima tuvishinde. Na watiposhinda, Mungu ndio sifa zilirudi kwake. Maana ana uwezo wa kushinda. Ana uwezo wa kuwamaliza. Ana uwezo wa kuwaleta chini. For the people of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of Seir. Mungu aliunganisha wa Moabi na wa Amoni, akawalete pamoja, wakapiga wale wengine wanaitwa Mount Seir. Wakapiga wakamaliza. Walipomaliza wale, Mungu tena akawaseparate, wakapigana wao wenyewe kwa wenyewe. God will do the battle for you. God will win this battle.
Don't worry of what is happening now. It is not supposed to kill you. Huyu Mungu atakusaidia. Huyu Mungu atakubariki. Huyu Mungu ako na uwezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ako na uwezo wa kushinda vita zako zote. Jitayarisha tu, jipange tu. Aliwaambia jipangeni tu, ni kama mnaenda vita. Lakini inua praise and worship, itagulie. Wajeshi wakuwe nyuma, praise and worship itagulie. That's all what you need to make your God happy. Once you make your God happy, he will activate all his forces and he will win every single battle for you. Praise be the name of God. So when Judah came to the place overlooking the wilderness, verse number 24, they looked towards the multitude, and there were their dead bodies fallen on the earth. No one had escaped. All your enemies, when you give God praises, all your enemies, no one will escape. No one will escape. How maadui wamekusumbua miaka yote, just give God praise. How maadui wamekuinukia miaka hiyo yote, just give God praise. Don't need to bother about them. Just give God credit. I can tell you, no one, say no one, no one will escape. Bwana Yesu asifiwe sana. No one will escape. They don't matter how bad they are, how educated they are, how good they are. It doesn't matter how good plans they have. Nothing they have. No one will escape. Hawatapotea, hawatatoroka, wamenaswa already. God is watching over them. God is watching over every plan they have against you. Wameangalia na wameona mipango yote ambayo walikuwa wamekupagia. Mungu anaichukulia hivi. Ameichukulia na anajua kaji ya tupanya twao tuote, tupanya ruti twao tuote wanajua, na ameweka mitego kwenye hizo panya ruti zote. Don't worry. Don't worry kwa hawa warogi wamekuroga. Don't worry hawa walikwambia utaisha. Don't worry hawa ambao walisema hautafaulu. Usijali, Mungu ameweka mitego huko. Just praise him. Nenda piga magoti yako chini. Muinue huyu Mungu na sadaka zako. Muinue huyu Mungu na nyimbo za sifa, muinue tu. Lift your God up and every battle will be won. Bethel Clouds TV, empowering lives.